tuzungumzie swala la ujasiriamali. Kwanza kabisa inatakiwa tujiulize nini maana ya ujasiriamali? Au mjasiriamali ni mtu wa aina gani? Sijui kuna yote anaweza akaniambia hapa mjasiriamali ni mtu wa aina gani? Ndio. Mjasiriamali ni mtu yoyote anayefanya biashara. Sawa sawa. Mwingine wa kujaribu? Mjasiriamali ni mtu yoyote anayefanya biashara nyingi. Sawa sawa, umejaribu. Kuna mtu yoyote ambaye ana majibu tofauti na haya? Mjasiriamali ni mtu ambaye anatunza pesa zake katika mpangilio mzuri. Vizuri sana Fatuma. Umejaribu lakini bado kidogo tu ungepatia. Niende moja kwa moja kwenye kulijibu hili swali. Mjasiriamali ni mtu ambaye anaishi katika hali ya ujasiriamali. Awe mfanyabiashara au ambaye ameajiriwa analipwa mshahara kwa mwezi. Maana ya ujasiriamali ni mtu ambaye anaweza kutenga pesa zake. Kama ni mfanyabiashara, mtaji anaweka pembeni, anatoa faida anaweka pembeni, anatoa matumizi anaweka pembeni, alafu hapo hapo anaweka faida na pesa zake za dharura pia pembeni. Mimi mwalimu naweza nikawa mjasiriamali kama ninapopokea mshahara wangu nitaweza kuchukua pesa na kuigawa kwamba hii hapa ni ya matumizi yangu binafsi, hii hapa matumizi yangu ya kawaida nyumbani, na hii hapa ngoja niweke kwa ajili ya kujiwekea pesa ya dharura. Basi huo ndio ujasiriamali. Hizo ndio sifa za mjasiriamali. Kwa hiyo ukitaka uwe mjasiriamali lazima uwe na sifa hizo. Sawa. Naomba niulize swali. Ndio mama. Hiyo mjasiriamali hata ukiwa unapika sabuni, unazitengeneza zile sabuni za kina mama, au mafuta au malosheni, pia unakuwa ni mjasiriamali? Hapana. Mama, ile ni ujuzi. Umeuliza swali zuri sana. Watu wanashinda kutofautisha ujasiriamali na ujuzi. Ndio. Ule ni ujuzi wa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Kama utakuwa una sifa ya ujasiriamali ambao nimetaja, basi ina maana wewe ni mjuzi pia ni mjasiriamali. Sasa nimekuelewa. Ndio. Unajua Malikia? Ndio. Umefanya jambo la muhimu sana hapa kijijini. Yaani tutanufaika sana. Fatuma. Fatuma. Hebu njoo, hebu njoo. Nakuja je. Fatuma. Mbona umenijazia wanawake hapa nyumbani kwangu? Kuna nini? Mume wangu, salamu kwanza. Usinifundishe tabia. Jibu swali. Nawafundisha ujasiriamali. Ujasiriamali? Unafundisha ujasiriamali, umeshindwa kumfundisha mwanao Fatuma afaulu. Unakwenda kuwafundisha wale watu wazima washakomaa. Watakuelewa kweli wale? Mnaongo ongea taratibu basi. Niongee taratibu nini? Hapa mimi niko nyumbani kwangu. Na uwezo wa kuongea vyovyote ninavyotaka. Mama Fatuma, uelewe hata vitabu vya dini vimesema mwanamke atazaa kwa uchungu na mwanamume atatafuta kwa jasho. Swala la kutafuta tuachieni sisi wanaume. Sio nyinyi kuzaa tu. Kazi ya kutafuta tuachie sisi wanaume. Nyinyi wanawake subirini kuzaa tu. Watoe wale pumbavu wenzio wale, sitaki kuwaona hapa. Kuja kuniharibia mji. Mwanangu, mimi naondoka nenda nyumbani. Lakini ukumbuke baadaye uje nyumbani. Umenisikia? Sawa. Ninafikiri elimu inayotoa hapa kijijini ni nzuri kwa kina mama wote. Ina faida pia.
Babako sasa hataki. Ila mimi nafikiri ungetafuta tu sehemu nyingine kwenda kufundishia. Mwanangu, mtaenda wapi? Nafikiri hata kule shambani panafaa kwenye ule mti wa kivuli. Ile hapa nyumbani usigombane na baba. Wazo zuri mwanangu. Kila siku inatakiwa wewe unawaza hivyo hivyo kwa haraka zaidi pale unapopata na changamoto. Kweli kabisa, pale shamba panafaa. Nashukuru sana mwanangu kwa kunipa moyo. Sawa, sawa. Mwanangu, kwa sisi Wasukuma mila hizi tumerisi kwa mababu zetu, lakini hawakuwa na lengo baya wala na nia mbaya. Sasa mama, kama alikuwa na nia nzuri, huoni kwamba amemkandamiza huyu mtoto wa kike na kumnyima haki zake za kimsingi? Hawajamkandamiza mtoto wa kike, ni kwamba mtoto wa kiume ndio mlindaji wa mali. Mtoto wa kike si anaolewa anaenda kwenye upande wa pili. Kwa hiyo ule upande wa pili ana familia yake. Kwa hiyo inapokuwa labda amekatiwa mali yake nusu amepewa, inaweza kutokea changamoto mwanangu, ameachwa na mume, kwa hiyo mali yake itakuwa iko kule. Au yeye amefariki, ni kwamba mali yake imeachwa kule, huku kwetu hamna tena. Kwa hiyo ndio maana anawekwa mtoto wa kiume ndio mlindaji wa mali mwanangu. Sasa hapo mama nimekuelewa vizuri. Lakini mama, inatakiwa elimu kubwa sana iwafikie watu ili wajue na lengo walokuwa na mababu zetu. Hivi mama, wengi wanaingiwa na tamaa. Unakuta mtoto wa kike huku kwa wamekosa mali na kwa mume anapofariki upande kwa mwanaume anakosa mali kwa sababu ndugu anachukua zile mali zote. Na huku nyumbani nako anakosa mali kwa sababu huyo unaosema wewe anatakiwa alinde mali, yeye ndio wa kwanza kuzitamani zile mali. Kwa hiyo sasa ndio maana sasa hivi serikali ikishirikiana na asasi za kiraia inatoa elimu ya kumfanya mwanamke apate haki yake ya urithi. Ni sawa mwanangu ulivyozungumza hivyo, lakini mwanangu hapa kijijini wewe kwa sababu umekubalika na mambo mengi tu, kwa hiyo wewe ndio unatakiwa uwaite kina mama, uwaite wasichana ili uwape darasa la mambo hayo. Kwa hiyo watakuelewa tu unapoweka chini ukawaeleza kuwa hivi ni kwamba wanakuelewa. So kazi rahisi mama, ni kazi ngumu sana. Lakini sasa mimi nitakachokifanya itabidi nitafute wataalamu wanaoelewa mambo haya ili waweze kunifundisha mimi na mimi niweze kuja kuwafundisha wanawake wenzangu. Sawa mwanangu. Itakuwa vizuri utakapotafuta wale wataalamu wakuelekeze vizuri, wakufundishe vizuri, hata ukiwaweka wale wanawake wenzio wanaelewa kweli tumeelezwa hili jambo, tumefundishwa hivi, tunaelewa, tunafumbuka masikio. Si ndio mwanangu? Fanya hivyo. Haya mama. Haya. Sasa bwana, naona wewe naye uondoke, jua limekuchwa hivi. Nitaondoka mida hii na maliza hapa. Haya, mimi namwahi mjukuu wako. Haya. Najiona mwanamke kwenye picha kubwa sana. Naiona dunia kama shule ya wanangu wenye udhani usiofanana, mmoja mzito, mwingine mwepesi. Sikumzaa na udhaifu, alikuwa imara angali yuko tumboni, kadhoofishwa na dunia. Ni huzuni kumwona mama analizwa na mwanaye wa kumzaa. Baada ya kuota ndevu alikomaa, akaufanya ukomavu wake ni silaha. Natamani niwape ujasiri hawa wanyonge, lakini naogopa. Kama una akili nyingi, mpe na yeye aijue dunia. Anataka cheo cha pembe, kimemchosha cheo cha mkia. Usinione mlemavu, nina miguu na nguvu za kukimbia. Muulize dume la simba atakwambia. Simba jike ndiye alishaye familia. Mimi ni simba jike, nina meno makali kama silaha ya kuindia. Sahau
kuhusu utawala wa damu ndani ya Eden. Sahau kuhusu uwepo wa manabii tu wa kiume kwenye religion. Sahau kuhusu katazo la kutokupaza sauti kama nye ni women. Sahau kuhusu chanzo cha damu kula tunda ndani ya Eden. And this is the beginning of the new history. The old one was fake. Haukuwa mchafu hapo zamani, ulichafuliwa na jirani aliyeutamani utawala wa milele. Akakuvisha sura ya ushetani ukabaki nyuma ili yeye asonge mbele. Sishangai kuona mgonjwa unaugua. Dawa ulopewa haikuwa dawa bali sumu ya kukuua. Ulipo sasa ndipo alipotaka ufike, sipo ulipotaka ufike. Alikupamba kama mwali na akakuvisha na gauni la blue. Kabla ya money to money, the first fight was you. Mungu alipanda mbegu ya uongozi ndani yako. Husda za jirani kuzuia maji yasije kwenye shamba lako. Democracy ni gharama, leadership ni karama. Usishangae mtoto akiumia wa kwanza kumwita mama. Mama, ndoa fikra za kuwezeshwa ndio uweze. Ukijiwezesha unaweza. Simba jike ndio mwindaji, kwa hiyo anaweza kuishi bila nguvu za mwanaume.